Kifo cha mbegu ni kifo cha msitu. Hakuna mti uliojitokeza bila chanzo chake. Wakati Mungu ametoa amri ya ardhi kutoa kila aina ya mti, kila aina ya mimea, kila aina ya mti wenye matunda, alitoa na amri kwamba kila mti ndani yake uzae matunda yaliyobeba mbegu, kwa maana kwamba upo wakati mti wenyewe utaongeza miti mingine kwa kupitia zile mbegu. Baada ya Mungu kumuumba mwanadamu, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, akampatia amri ya kuongezeka. Hii ilikuwa na maana kwamba upo wakati ambapo si Mungu anaumba tena, lakini ni mwanadamu. Kwa kupitia mwanadamu Mungu anaumba, anaongeza, na ndio maana Mungu anamwambia Adamu, mkazae na kuongezeka, kwa maana kwamba Adamu ni mbegu ya wanadamu. Sasa ninataka ufahamu kitu hiki kimoja, rafiki yangu. Mungu ameweka wewe kuwa mbegu mahali popote ulipo. Sikiliza nikwambie, ili upate kundi la ng'ombe ni lazima uwe na ng'ombe. Ili uwe na kundi la samaki ni lazima uwe na samaki mmoja. Sehemu unapokuta kuna kundi la ndege, hapo mwanzo kulikuwa na ndege mmoja. Na ukikuta kuna taifa, kuna mtu mmoja alianzisha taifa. Ukikuta kuna familia, once upon a time there was a boy and there was a girl. Kwa hiyo ukimwona mvulana, jua ni baba wa kesho. Ukimwona msichana, jua ni mama wa kesho. Na ukimwona baba, jua ni baba wa taifa. Na tutakapokuwa na vision hii, tutakapokuwa na wazo hili katika akili zetu, ndipo tutakapokuwa na uwezo wa kujenga na kufanya kazi kwa bidii, kujenga mazingira ambayo yatafaidisha taifa. Sasa nikwambie, kwa sababu Ibrahimu alijua yeye ni baba ya mataifa, alifanya kazi kwa bidii, alimsikiliza Mungu kwa bidii, alifanya kwa namna yote anayoweza kutengeneza mazingira ya watoto wake, ya taifa lake, wa mataifa yake, kwa sababu Mungu amemwamuru yeye kuwa mbegu. Rafiki yangu, mahali popote ulipo, wewe ni mbegu. Ikiwa uko kazini, wewe ni mbegu. Wewe baba wa familia, wewe ni mbegu. Maana pasipo wewe, kuna mtoto wako hatafikia malengo yake. Wewe ukiwa ni mama, wewe ni mbegu. Maana pasipo wewe, mume wako na watoto wako hawatafikia malengo. Ukiwa ni kanisani, ikiwa ni msikitini, kwenye huduma yoyote, wewe ni mbegu. Maana usipofanya kazi kwa bidii, hatutakuwa na mazao mengine. Unapoona embe, huwezi ukaona mbegu ndani yake. Na hivyo mbegu ambayo Mungu ameiwekeza ndani yako, wewe ni tunda, lakini ndani yako kuna mbegu. Na hii mbegu haiwezi ikaonekana mpaka pale ambapo tunda litakomaa na kuliwa. Sijui unanielewa? Hii inamaanisha nini? Mpaka pale ambapo utatumia jitihada ya kuzalisha kile ambacho Mungu amekiwekeza ndani yako, ndipo mbegu itakapoonekana na kuzalisha. Mara nyingi tumeishia kupoteza thamani ya maisha yetu kwa kuishia kuwa tunda, sio kwa kuwa mbegu. Na hivyo tunda linaliwa wakati mmoja na linapotea, lakini mbegu inazalisha matunda maradufu.
Unapokula embe na ukaotesha lile kokwa la embe, ulikula embe moja, siku nyingine utakuja kuchuma maembe mengi kupitia ile mbegu moja. Rafiki yangu, hii ni nini ninayozungumza? That is potential. Ni uwezo wa pekee ambao Mungu ameweka ndani yako. Kila mmoja ambaye ameletwa duniani, Mungu amemleta kwa makusudi na akiwa na uwezo ambao anatakiwa kuutumia vyema kama mbegu, ili kufaidisha vizazi, ili kufaidisha jamii, ili kufaidisha waumini, ili kufaidisha familia, ili kujifaidisha wewe mwenyewe. Na sikiza nikwambie kitu rafiki yangu, ili mbegu iweze kuzaa, kufika sehemu ya kuzaa, inapitia process. Ni lazima ile mbegu ipitie process ya kufa. Kuna wakati mwingine, wakati tunapambana katika maisha ili tufanikiwe, tunaonekana kana kwamba tumekufa, lakini kumbe ndio wakati ambapo tunapitia uzoefu, reformation, ili tuweze kuja kuwa mmea. Na wakati mbegu inapokufa, ndipo kunapotokea resurrection, kwamba ile mbegu inafufuliwa tena, na ikifufuliwa haiwi mbegu tena, inakuwa ni kiumbe. Na wakati kinapokuwa kiumbe, kinakuwa ni kichanga ambacho kinapitia misukosuko. Jua linapopiga kidogo kananyauka kale kamchicha, upepo unapopita kanavunjwa vunjwa, mtu anapopita anakavunja vunja, wanyama wanapopita wanang'ata majani, kuku wanapopita wanadonoa majani. Na hatimaye kwa hatua zote hizo, ule mmea kale kamchicha kanapitia uzoefu ambao unakafanya wakati wa ukame kana uwezo wa kuhimili na kukusanya maji ambayo yanatumika kwa maisha yake ili kukua kuwa mmea, mti unaoleta matunda. Rafiki yangu, ili uweze kufikia hatua ya kuzaa kuwa mti, kuzaa mti unaobeba matunda, unapitia hizo process. Kuna wakati unaonekana kana kwamba umekufa, na hapa ni wakati gani? Ni wakati unapofikiria ni kwa namna gani unaweza kuleta mabadiliko. This is a quiet time ambapo mtu anaweza asielewe nini kinachoendelea. Na huu wakati wa kuresurrected ni pale ambapo umeshakuja na idea mpya ambayo inakusukuma nini ufanye ili uweze kufanikiwa. Na ule wakati wa kudonolewa na kuku, wanyama kupita na kunyata majani, ni vile vikwazo unavyopitia wakati unapokuwa kwenye process ya reformation, kuleta mapinduzi katika maisha. Na baada ya hapo, yale yanakupatia ujasiri wa namna unavyoweza kutumia mali, kutumia fedha, kutumia afya, kutumia uchumi ambao baadaye utakuwa nao, na hatimaye at the end unakuwa ni mti bora unaozaa matunda mema, unaozaa matunda matamu, unaozaa kwa majira yake. Maana unajua kiangazi, unajua wakati wa mvua, unajua wakati wa masika, unajua wakati wa kuzaa, unajua wakati wa kupukutisha, unajua nyakati zote. Rafiki yangu, usikate tamaa katika maisha, usikate tamaa katika maisha, maana wewe ni mbegu. Kuna watu ambao tumepitia changamoto, wamepitia changamoto kwa sababu wazazi hawakugundua kwamba wao ni mbegu. Na ndio maana kuna watu wanakula raha kwa sababu wazazi waligundua ni mbegu, wanatengeneza kuzalisha miti mingine baadaye, ili hatimaye kuwa na msitu. Rafiki yangu, nikutakie wakati mwema. Wakati mwingine tutaendelea na mfululizo wa kipindi chetu. Usikubali kufa, maana wewe ni mbegu. Kubali kukomaa, kupambana, hatimaye uzalishe msitu. Bwana akubariki.